engo zingine kwa sababu hii ni nchi ambayo ina sheria zake na kwenye sheria unajua kuna zilizoandikwa na ambazo hazijaandikwa. Yes, tunafahamu kuna katiba na vitu kama hivyo. Na ukisoma hata sehemu ya mwisho ile kabisa kwenye katiba ya Simba inakumbusha kwamba licha kutunga sheria zenu zote lakini lazima ziendane na sheria za nchi husika. Umeelewa? Kwa hiyo there's always a big risk unajua kwa hizi klabu ambazo zina influence ama ni za watu, yani ni watu katika jamii. Mtu mmoja anapokuwa na nguvu kubwa kwenye kuliko watu wengine na ana control klabu ambayo ina fan base ya over 10 million fans, maana yake anaweza akasababisha kitu chochote kile kwa kutumia hiyo nguvu. Kwa hiyo it has to be regulated, lazima iwekwe katika control na katika idadi ya watu ambayo itahakikisha kwamba huyu mtu hawezi siku kukengeukwa labda akaondoka kwenye mambo ya mpira akaingia kwenye interest zingine kwa kutumia idadi ya hao watu wengi. Hans kidogo na moja kati ya vitu ambavyo vimefanya pia mchakato unasimama ni hiyo idadi ya wanachama. Inatakiwa kuwa ni unlimited. Tofauti na mwanzo mwa alipokuwa nataka watu inatakiwa kuwa ni unlimited. Moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa viondolewe ni hicho. Sasa lakini unajua hapa ngoja nikusomee kitu hapa. Unajua pia mali za Simba zilikuwa zisimamiwi na watu ambao wana hisa nyingi zaidi kwa maana ya wanachama. Ni hatari kubwa sana. Zilikuwa zisimamiwa na nani mali za Simba? Mali za Simba zilikuwa chini ya bodi. Una uhakika? Si kuna wazee. Kuna wazee ndo wanabebaga wazee ndo wako na nani mali za Simba inabidi zisimamiwe na bodi ya wadhamini wa Simba. Sawa? Kwenye hiyo bodi ya wadhamini wa Simba, unajua namna ambavyo inapatikana? Unajua namna ambavyo inapatikana? Sina, wanatoka upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Upande wa wanachama. Lakini anafanya kazi chini ya bodi ya wakurugenzi. Si ndio? Bodi ya wakurugenzi ndio hii ambayo haina usawa. Na ndio hii ambayo pia serikali imependekeza kwamba mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi hapaswi kutoka upande wa mwekezaji. Hayo ni maagizo. Ukisoma vizuri ile statement ama ukimsikiza vizuri mwanasheria, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi inabidi atoke upande wa wanachama, kwa sababu ukiangalia kati ya wawekezaji na mwanachama, sehemu yenye nguvu kubwa ni wanachama. Inakuwaje mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi anatoka upande wa mwekezaji? Nitakuja kuwauliza hapo kwa pamoja, mtaniambia wanachoweka. Mimi